Karibu Tabora, karibu Toronto. Tulikuwa humo jikoni tunaosha vyombo, kushtukia tukaona moshi huku, tukaanza kusema moto moto, wakaja watu wakaanza kuangalia. Tunasikitika sana. Mabweni mawili ya wanafunzi wa kike na wa kiume zaidi ya 72, bwalo la kulia chakula pamoja na store ya kuhifadhia mahitaji muhimu katika shule binafsi ya msingi ya Zion Academy iliyopo kata ya Ilolo Ngulu, wilaya ya Uyui, mkoa wa Tabora yameteketea kwa moto, ambapo mashuhuda wa tukio hilo wanaeleza hali ilivyokuwa. Nilikuwa nyumbani nikaona moshi mzito, nikaanza kuambia majirani, huko hamna usalama, huo moshi sio wa usalama. Baadaye nikaona ngoja niende kwa mdogo wangu huyo Leticia Msafi anapika hapa, kuna usalama huko au jiko limewaka au mabweni ya watoto kuna usalama kweli? Nikaanza kufika ndio nakuta tukio hili, ila nikafurahishwa kwamba watoto Mungu amesaidia, wako wote wazima, haka na walinzi na wapishi, tukashukuru Mungu, mengine ya kutafutwa. Kongole kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Tabora kwa kufika kwa wakati eneo hili na kutekeleza majukumu yao, kama anavyoeleza kamanda wa jeshi hilo mkoani hapa, Loshpa Ilaiza. Tumetokea na tukio la moto bweni la wanafunzi wa shule ya msingi. Kulikuwepo na wanafunzi wapatao 72 wanaolala kwenye haya mabweni ya hii shule ya MCBS. Shule inaitwa MCBS, iko chini ya wenzetu wa Katoliki. Tukio la moto limetokea kuanzia saa 10 hivi, na wakatupigia simu tukaja, tumekuta moto umeshakuwa mkubwa sana. Tumewahi na magari yetu ya kutosha yapo hapa, tumefanikiwa kuzima moto. Hakuna madhara kwa binadamu, kwa maana kwamba watoto walikuwa hawapo kwenye mabweni haya, walikuwa kule maeneo ya madarasani. Kuna mlinzi, storekeeper, kwa sababu pia hapa kuna pamoja na kuwa kuna mabweni, pia kuna store ya kuhifadhi vyakula. Ndani ya hiyo store kulikuwa na vyakula kama mahindi, mpunga, mchele, maharage, mafuta ya kupikia, sukari na vitu vingine vidogo. Chanzo cha awali bado tunafanya uchunguzi wa tukio, kwa hiyo hatuwezi kusema chanzo ni nini, lakini kwa mazingira inawezekana kuna hitilafu ya umeme, inawezekana ikawa ndio chanzo, lakini kwa sasa hatuwezi kutoa ukamilifu wa chanzo chenyewe. Bado tunaendelea kufanya uchunguzi, wataalamu wetu wa uchunguzi wanaendelea na uchunguzi huo. Katibu tawala wilaya ya Uyui, Neema Mfugale, anaeleza kile ambacho serikali imefanya na kushauri baada ya kutokea kwa janga hili. Awali ya yote nipende kutoa pole kwa ndugu zetu MCBS ambao wamekuwa wadau wakubwa sana wa serikali kwa janga hili la moto ambao wamelipata. Kwa hatua za awali ambazo zimefanyika, tumewasiliana na uongozi wa shule. Wanayo majengo mengine kule yalikuwa yanajengwa ya hostel, kwa baadhi ya watoto watapelekwa kule, lakini sambamba na hilo baadhi ya wazazi wamefika kwa ajili ya kuwachukua watoto. Lakini kadri siku zinavyoendelea, tunasubiri tathmini ya wenzetu wa zimamoto, tutaendelea kuona namna gani serikali tutaweza kushirikiana nao, kwa sababu shule hii, wafadhili wa shule hii wamekuwa wadau wakubwa sana wa maendeleo katika wilaya yetu, na sisi kama serikali hatutawaacha nyuma katika tukio hili. Tutakuwa nao bega kwa bega kuhakikisha watoto wetu wanakaa katika mazingira salama. Kwa mujibu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ni vyema mwananchi kuwa tayari muda wote na matumizi sahihi ya namba ya dharura 114 ambayo hupigwa bure na kutoa taarifa kwa jeshi hili pale panapotokea majanga mbalimbali kwa lengo la uokoaji maisha pamoja na mali. Mikakati ya kupunguza, moja, tunatoa elimu, na tumekuwa tukikazania sana elimu katika mashule, katika masoko, katika majumba ya watu, ofisi za umma na ofisi zozote zile, viwanda na kadhalika, ili watu wao wa kwanza kukabiliana na matukio au kuepuka kuweka vitu hatarishi ambavyo vinaweza kuwa chanzo cha matukio. Wanapaswa pia kuajiri mtu maalum
wa kushughulika na mambo ya emergency kama haya. Anaitwa fire warden. Sisi tunamuita fire warden, lakini ni mtu ambaye kazi yake ndio hiyo wakati wote, ili kila siku awafundishe watu matumizi ya vile vifaa, afundishe watu kitu gani wakiepuke, kipi kikae wapi na kadhalika. Lakini kingine ninachowashauri ni kwamba wahakikishe kwamba wiring inafanywa kila wakati, yani wana check wiring, kwa sababu wakati mwingine wiring inaweza ikafanywa leo, miaka 5-10 ijayo bado watu wanaendelea kuacha vile vile vitu hivi huwa vinachakaa wakati mwingine. Kwa hiyo inatakiwa kucheki wiring kila wakati. Karibu Tabora, karibu Toronto.